Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za mbiu ya KTN. Mimi ni Mashirima Kapombe. Ni furaha yangu kuweza kuungana nayo hivi sasa tuweze kukujuza yanayojiri hivi leo. Viongozi wakuu wa muungano wa CORD walirushiwa mabomu ya kutoa machozi ama vitoa machozi mchana wa leo wakati walipofanya jaribio la kuvurumiza hadi katika afisi za tume ya uchaguzi na mipaka nchini ya IEBC. Maafisa wa kupambana na ghasia wamekuwa wakishika doria kuanzia asubuhi ya leo nje ya makao makuu ya afisi hizo katika jumba la Anniversary. Kwa taarifa zaidi tutaungana na mwanahabari Jeff Kirui baadaye, ambapo ataweza kutufahamisha zaidi kuhusiana na yanayojiri katika jumba la Anniversary hivi sasa. Lakini kwanza tuangalie yaliyokuwa yanatendeka mchana wa leo katika eneo hilo. Acha nichukue harwala hande. Bodi. Kosa. Hapo. Wewe toka huko. Wako hapo kwa roundabout. Ndio wale. Beba juu. Ndio sasa. Naam, ndio hali ilivyokuwa mchana wa leo katika eneo ambapo katika jumba la Anniversary ambapo ndio makao ya ofisi za tume ya IEBC. Lakini moja kwa moja basi tuungane na mwanahabari wetu Jeff Kirui ambaye yuko katika studio zetu katikati mwa jiji la Nairobi aweze kutueleza ni hali iko vipi hivi sasa, kama bado watu wamekita kambi katika eneo hilo na kama bado kuna rabsha. Jeff, uwanjani wako. Naam, asante sana Mashirima. Hali hapa sasa, hali imekuwa shwari katika
jengo la anniversary ambayo iko karibu na barabara la University Way. Kumbuka kwamba saizi maafisa wa usalama wamechukua usukani. Hii ni baada ya wale vinara wa CORD kufurushwa hapo. Baada ya kumbuka kwamba vitoa machozi viliweza kutumika baada ya wafuasi wa CORD kutaka kuingia ndani ya jengo hilo kwa mabavu. Na awali tuliweza kuzungumza na kinara mwenza wa CORD ambaye ni Moses Wetangula, ambaye kwa sasa anasema kwamba atafika ama viongozi hao wa CORD watafika hapo kesho na pia katika siku ya Jumatano kuhakikisha kwamba wanaendeleza shinikizo zao kutaka IEBC ibanduliwe afisini. Lengo haswa la CORD kuvamia afisi za IEBC ni kwamba wamekuwa kishtumu kwa unaegemea upande wa serikali, kwamba hawezi kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 kwa msingi kwamba hawako uhuru kama inavyohitajika. Mashirima. Na asante sana Jeff Kirui hapo akiweza kutueleza yanayojiri hivi sasa kuwa hali imetulia, lakini pia alinieleza hapo awali kuwa kuna mipango ya kuendeleza shtuma ama kuendelea kuishtumu serikali ama kuishurutisha serikali kuweza kuwasikiza kuhusiana na kubanduliwa kwa tume ya IEBC. Tukisalia na masuala yanayofungamana na hayo, mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri amemkashifu kinara wa CORD Raila Odinga kwa hatua aliyochukua ya kuvamia afisi za tume ya uchaguzi nchini IEBC. Ngunjiri amedokeza kuwa maafisa wa IEBC wako afisini kihalali na watangatuka wakati ambapo kandarasi yao itakamilika mwaka ujao mwezi Novemba. Na Isaac Hassan hayuko pale na makamu wake hakai hapa. Wote wako wapi? Sisi tunataka kuwatahadharisha wale wafuasi wa ODM hapa kwetu wasijaribu kukanyaga. Ni namna hiyo. Kama wanataka, kwa sababu ile mipango yao na ile tunataka kusema, yeye Raila ndio aliweka hao watu. Sijui ni watu wagani tena nataka kila wakati akishindwa tubadilishe. Tena tukishindwa sisi tulijaribu kubadilisha bungeni. Na tulipopeleka mswada ambao uliletwa na mmoja wa ODM ambaye rafiki yangu sana, mbunge wa Ugenya anaitwa David Ochieng. Alileta mswada bungeni tuairishe uchaguzi kutoka mwezi wa 8 tupeleke Disemba. Bwana Raila alichukua wafuasi wote wa ODM wakakataa kuja kusupport ule mswada, na hiyo ilikuwa ni njia moja rahisi sana ya kupeleka IEBC nyumbani, kwa sababu IEBC wakati wao unaisha mwezi wa Novemba. IEBC hiyo ni rivalry. Wenye wanacheza ni Jubilee na CORD. Mwenye atashinda. IEBC haina kazi hapo. Na amesema mambo ya kufamia IEBC, CORD wawachane naye kabisa, kwa sababu hiyo ni tume imewekwa na kisheria. Kila Mkenya ana haki ya kuandikwa kazi. Na kwa katiba yetu tuna mikakati ya kuweka in position hiyo IEBC. Na pia tuna mikakati ya kuwatoa kwa ofisi. Sisi yetu ni kuwaeleza ndugu zetu wa ODM wafuate hizo sheria ya kutoa wale watu wetu kwa ofisi kama wanafeel kuna hawatendewi haki. Tukisalia na hayo, wafuasi wa chama cha Jubilee Alliance Party mjini Nakuru wamekashifu vitendo vya wafuasi wa mrengo wa CORD kutaka makamishna wa IEBC wajiuzulu. Haya yanajiri baada ya wafuasi wa CORD wakiongozwa na kinara Raila Odinga kutaka kuingia afisi za IEBC kwa mabavu kabla ya kufurushwa na maafisa wa usalama. Wakiongozwa na mbunge wa Nakuru Mashariki David Gikaria, waliwakashifu wenzao wa ODM na kuwahimiza wenzao wa kaunti ya Nakuru wasishiriki maandamano ya kuelekea kwa afisi za tume hiyo mjini Nakuru. Ajue yeye ndio alitengeneza katiba ambayo tunatumia. And that is a fact. Yeye katiba ambayo tunatumia leo, yeye ndio alitengeneza hiyo katiba. Na wakapitisha wakiwa na hiyo katiba. Na tukakubali kufuata. Watu kama Deputy President alikuwa hata opposite ya hiyo. Sahi we are following the constitution. The president is using the constitution which was given by those people. Today, within 1 year, the former prime minister anataka kuleta jungle law. Anataka kuleta katiba ingine kwa mazishi, kwa makanisa ambayo we cannot accept. We must follow the constitution ile walipea Uhuru atumie.
And the president, we are telling you, don't come out from the constitution which you are given by Kenyans. Kama wanazungumza mambo ya IBC, there is a procedure of removing IBC. And we are not going to use the jungle law. Na mtazamaji, natamatisha taarifa za mbiu ya KTN, lakini tuna taarifa zaidi kwenye KTN News. Naendelea na taarifa za leo mashinani, utatupata kwenye DSTV nambari ni 274, kwenye Zuku 14, kwenye GoTV 94 na pia kwenye Bamba KTN News na Signet KTN News. Endelea kuwa nasi.